Karibuni tena katika kipindi chetu cha Jenara Chat, na leo tunakuja kuongelea dhambi shirikishi. Leo itabidi tuwe kama walimu kidogo. Hebu dadavua kidogo hapo dhambi shirikishi, Rebeka, ili watu watuelewe. Yaani unajua kuna dhambi fulani hivi wewe hauko directly involved, lakini you are involved indirect kwa sababu moja, labda ukuikemea dhambi au ulisapoti, ingawaje wewe hata faida ukupata. Zile ndo dhambi. Kuna watu zamani, kuna msemo ulipitaga Tanzania, kuna wakati walikuwa wanasema hiyo dhambi haina hata faida, yani haina faida. Dhambi sio na faida. It's true. Unajua wakati tumeanza kuongea ndio umenikumbusha kwamba alafu bwana, dhambi shirikishi wengi tunaosoma kwenye Bible walipata kasheshe sana. Kwa sababu wao walishirikishwa tu. Wao walikuwa hawatendi dhambi directly, lakini hawakusema. Hebu kabla hata tujaanza na babu yetu, maana Adam tena sijui ni babu au ndo grand. Hebu tumwangalie hata Eli. Tumemsoma Eli na watoto wake. Waliokuwa wanafanya mazambi humo kanisani ni nini? Si ni watoto wa Eli? Watoto wa mchungaji. Lakini kwa sababu babao alikuwa ni mchungaji, he didn't feel like telling them stop. Unaona? Na sio kama hakujua. Alikuwa anawaambia tu kwa sauti ya kitoto, yani jamani, hivi nyie amuoni kama sio vizuri? Umeona Kwa hiyo Biblia ina narrate kwamba hakuwa anaitwa nani tena nani? Mchungaji Eli. Eli. Yeah. Eli hakuwakemea watoto wake. Tunaona, si tulisoma kwenye ni kitabu gani tena, nikumbushe mwalimu? Samueli. Kitabu cha Samueli wa kwanza. Eli kaacha kukemea watoto wake. Kimetokea nini? Naye kafa. Wanakufa, wamekufa wote. Yaani wamekatika pa. Turudi kwa Adamu sasa, ambayo ni story wote tunaijua. Na ndio maana kuna kipindi nilicheka hapa juzi, sijui alikuwa nilikuwa namsikiliza mchungaji Mgogo. Alivyokuwa na wananga sasa, alikuwa anawasema wanawake. Unaona? Akasema utu mama utu, kuna kipindi tunakuingiza mkenge. Nikasema ni kweli. Kama Adam alivyoingizwa mkenge. Akasema utu mama utu, tunaweza tukakuingiza mkenge kukwambia yule sitaki uongee naye. Hakuna hata sababu ya maana. Yule jirani hivi, yule anasema unaweza ukakuta kamama kana kukatalia kuongea na watu ambao ndio ambao watakupa msaada kesho. Unaona Kwa hiyo kuna dhambi shirikishi kama hizo. Sasa tunaona kama Eva alimshirikisha Adam ndio alikuwa amepigwa stop na Mungu kwamba wewe na kuweka hapa mwanzo, nimesha kuweka mti huu na huu, maana yake ni hii. Haya tena kaambiwa kabisa wakatikati usile. Utakapokula utakufa. Umeona? Kieva nadhani kilidhani kitaanguka pale. Yaani hata ndio nasema hivi. Lakini hapo napo Rebeka pana somo kubwa sana. Ni kwamba Eva mimi naweza nikamlaumu au nisimlaumu. Inawezekana naye aliunderstand tofauti. Ni sawa na sisi tunafundishwa ukifanya hivi ni dhambi, utakufa, lakini kwa sababu hatufi natural death kama hii, hatujui kwamba kumbe tunajiua nafsi zetu au tunaua vitu ambavyo baraka ambazo Mungu alikuwa amezidirect kwetu. Umeona? Kwa hiyo labda na kenyewe kaliona ngoja ni test, sikalionja. Kakaona hamna kitu, labda lilikuwa tamu sana hata hivyo. Na unajua dhambi inakuwa tamu. Ngoja tuangalie juu leo. Mbona mimi nataka kukua mtundu. Naona hivi, nako kama kaupendo kale, wewe utesti sumu kabla hujampa mtu. Kangekufa kama maana kama kwa yeye. Ngoja nikwambie, nataka kusema Mungu amekwambia ukila utakufa. Alafu wewe akakwambiwa kenyewe. Sawa, lakini kalijua kameambiwa kwamba ukila utakufa. Kaka yule shetani alivyomwambia anakudanganya, unataka uwe nani, akatesti Zari kwanza. Mbona sijafa? Yaani kampe nimpendaye. yani ndio ile inakuja hivi. Tunaweza tukafundishwa makanisani au ukasikia neno fulani, don't do that. Kuna wengine tulifundishwa kabisa, haya usizini kabla ya ndoa.
Okay? Now, the fact the fact umeenda umekutana na huyo umpendaye au umewasikia watu wengine wanakwambia utaoaje bwana bila kutesti mitambo. Wachaga wajisemee kwa nini ukanunue mbuzi sijui ng'ombe kwenye gunia. Unaona? Kwa hiyo na wewe you go and do that. Sio kama ukujua. Athari zake ziko hivi. Mimi nataka tu kusema hii kwamba mara nyingine wanaooneana wivu sana ni wale ambao walitesti mitambo kabla ya ndoa. Niulize kwa nini? Kwa sababu kila mmoja anakuwa insecured na mwenzake. Kwanza kama alinipa kabla, maybe anaweza akampa na mwingine. Kumbe hakuna. Kumbe wewe ndio ya mambo ya Eva na Adam, kwamba mbona nimeambiwa na nyoka tofauti na nimelila nimesikia tamu, na mbona sijadondoka kama huyo alivyoniambia mwanzo. Umeona Kwa hiyo bado ni uongo ule ule wa shetani ambao unaweza ukatudanganya na sisi leo hii na ukatuharibia mambo. Kwa sababu mimi najiulizaga swali hili moja tu. Hivyo wewe umenioa, tumeshakaa miaka zaidi ya 20 sijui 30. Eti uzeeni ndio watu wanaanzaga kujaona, wanaanzaga kuonaga na wivu uzeeni. Kwa nini? Hata watu waliona ni bwana wanaonanga wivu. Wewe usifanye mchezo. Hata watu ambao wamekutana mara kwa wale wanaona ile, unajua, ngoja nikwambie, wale insecurity hayo inakujaje. Anasema huyu labda kuna wakati naye atataka aone watu wengine wakoje. Yaani sisi wanadamu tumeumbwa na kitu, nakwambia. Ndio, kuna hizo mbili, lakini nakwambia hivi Rebecca, I'm telling you the truth. Yeah? Mimi nimekuwa na brothers. Wanaume thinking capacity yao ni tofauti na sisi. Sisi mwanamke kwanza, hata mwanaume akija akakwambia wewe ndio wa kwanza unaweza kumuona zuzu huyu, kwani uongo huyu. Unanielewa? Kwa sababu tumesha, labda kwa sababu ya tuliko kulia, tumeona kwamba it's not true. Lakini kuna kile kitu tu kwamba kuna kitu kimoja ambacho utakuwa umeambiwa cha ukweli, alafu ukaona kinakuwa sio, au kajaribu, ukaona mbona ni kawaida. Sasa kama hivyo ni fashion. Ni sana tulivyofika Uingereza. Mimi nilikuwa nashangaa kwamba mtu anaweza tu akaamua akakaa yani akaishi na mtu bila kuolewa na wazazi wake wanajua. Unaona? Kwa sababu hiyo ilikuwa sio rahisi sana kwa huko tulikotoka kama wazazi wa kale. Lakini huku ilikuja kuwa kama ndio life. Na mwanzo walikuwa wanajidanganya wakifikiri that one watajifahamu vizuri, ili ndio nijue nimekaa na huyu sasa simtaki. Au nimekaa na hamna kitu. Wale wanaofanya hivyo tena kwanza ndio divorce rate iko very high. Uongo kweli? Tofauti na sisi ambao tunachukuana kwamba nimekupenda, umenipenda, haya tuoane, mtagombana huko mpaka mtazoeana. Lakini all in all, turudi kwenye hii nani yetu. Dhambi shirikishi ni nini? Ziko nyingi Rebecca. Unaweza kukuta hata kuachana na huyu Adam na Eva walivyofanya. Kuna vile vitu naona kabisa mtu anaiba hiki kitu, au ni kazini mtu amefoji kitu fulani. Alafu akakwambia bwana na wewe hela mafuta hii. Hiyo inaitwaje sasa? Hiyo inaitwa hongo au inaitwa nini? Ndio hivyo. Na unanyamaza kwa sababu unajua hivyo vitu navyo, na sasa hivi nadhani ndio vimekuwa yani mpaka mtu kuresist ni kawaida kwa sababu ya ugumu wa maisha. Ni very hard to resist kwa sababu unaona yani hapa leo sina tena mafuta ya kurudi nyumbani au nauli. Alafu umeona mtu hapo kapiga dili. Alafu anakukatia. Alafu dili lenyewe wala sio halali. Yani wewe kuresist unatakiwa kweli uwe na Mungu na kumwamini Mungu na kumtumaini Mungu na kumtegemea Mungu. Kitu ambacho mara nyingi hatuna. Kwa hiyo unakuta tunashirikishwa au tunawashirikisha wengine. It's true. Na kitu ambacho nakumbuka nilijifunza mwanzo wakati niko Afrika, niliibiwaga chain yangu ya gold ilikatwa. Ilikuwa sijui ni barabara gani kule ndio Magomeni nafikiri. Nilivyo ibiwa chain pale titi yuko polisi fulani atakusaidia. Yule polisi anajua vibaka wakiiba chain wanaenda kuuza kwa nani. Sasa tunaona wale wananunua ili wao wauze kwa sababu umenunua, umemnyang'anya mtu chain ya 2.5 them days, maybe sasa hivi hiyo the same chain itakuwa 2,700,000. Umechukua chain ya bei unaenda kumuuzia tajiri ambaye ana nini wanahitaji duka la chain la gold, alafu anakupa 20,000 tu au 10,000 tu. Unaondoka. Yule ukiangalia yule wa dukani ndio amemshirikisha
huyu mwizi, kwa sababu kama mwizi angekuwa anaiba hana pa kuuza, unafikiri angeweza kuwa entertained? Kwa nini Ulaya hakuna wizi wa hivyo, kusema nikabomoe nichukue TV? Kuna wizi wa hivyo mchache sana. Kuuza wapi? Utauza kwa nani wakati watu wanavitupa vitu hata vijaharibika, kisa tu imekuja fashion mpya nataka wabadilishe. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo kuna dhambi shirikishi kwa kweli. Tujitahidi na tumuombe Mungu atusaidie tusiwe tunajikuta tunaingia kwenye dhambi shirikishi, kwa sababu hata makanisani leo unakuta watu wanajua kabisa kwamba mtu fulani yule ana tatizo au mtu fulani yule anatenda dhambi. Kumwambia ngoja ni nyamaze, ni rafiki yangu au nisimsaidie au ni ndugu yangu. Haya, huyu Mungu anayeangalia sirini anasemaje? Yaani Mungu atusaidie, na sio tu kutusaidia kwamba tusitende, lakini vile vile na sisi wakati tunafanya kuomba toba, inabidi hizi dhambi nazo tukumbuke kuziombea toba. Jamani, kusema Mungu, naomba mahali popote ambapo nimeshiriki dhambi ambayo sikutakiwa, sikufaidika wala mara nyingine tena hatufaidiki kweli. Mara nyingine hata ufaidiki. Niambie kama anyway, au hata faida ikiwepo ni ndogo kuliko ya yule aliyetenda dhambi, kama huyu uliotoa mfano wa huo mwizi. Maana hata watoto wa Eli walikuwa wanampelekea vinyamanyama, lakini wenyewe huku wana totos wana nini. Niliposoma hapo kwenye nyama nilicheka, nikasema dhambi ya nyama ingeweza kutuletea shida wengi. Wapenda nyama kama ndio unakuta kuna nundu, alafu wenyewe walikuwa wanachukua nundu. Ni kulikuwa pana nundu. Alafu shetani anajua bwana, anajua kuna dhambi nyingine akimletea mtu hii inamwangusha kwa haraka. Ndio maana unaambiwa kuna dhambi zinazokuangusha kwa haraka. Rebeka, mimi ninachosema dhambi shirikishi ni kweli, kama tulivyoona kwa Eli, nyingi sana. Mzazi unaweza ukakava ubaya wa mtoto wako. Exactly. Wazazi ndio tuko kwenye hati sana, kwa sababu ni mzazi utakuwa kwanza, watu wote watakujaji kwamba wewe ukatoka ukasema ngoja nimpeleke mtoto wangu polisi. Nilimwonaga mama mmoja tu alipeleka mtoto wake polisi. Watu wachache sana wanafanyaga hivyo sana. Lakini mwingine atasema tu utatuletea matatizo, ni aibu watu. Kwa hiyo unakuta kuna dhambi shirikishi ambazo watoto wanasababishia wazazi. Mzazi anabidi tu anini. Kuna dhambi shirikishi ambazo mwingine anafikiri kwamba hii ngoja tu ni siri, kwa sababu labda nikisema nitapata shida, nitafukuzwa kazi au nitafanya nini. Yaani hapati faida yoyote, lakini anaona huku anaita nini whistleblower. Nikipiga kelele watu wakajua huyu labda na mimi nitaingia kwenye matatizo. Kwa hiyo kuna hofu nayo inaweza kukufanya ukawa umeparticipate kwenye dhambi shirikishi ambayo si mwishowe inatuletea matatizo. Kwa hiyo kwa kweli Mungu atusaidie. Na kweli kama ulivyosema tukumbuke kutubu, kwa sababu mimi na believe tutakuwa tumeshashirikishana sana bila kujua. Hata tu ile za kuja Joy kaniudhi yule nini na mimi nikakwambia na mimi yani ameniudhi huyo didi. Tukimaliza tunamfanyaje? Umeona Kwa hiyo Mungu atusaidie. Mungu atusaidie sana. Yani tunavyoongea kweli tunajifunza na sisi tunamwomba Mungu atusamee, kwa sababu na believe watu wameshashirikishana dhambi sana nyingi, aidha za faida au za hasara, lakini Mungu atusaidie. Yaani jamani, na tunavyosema hivi faida, najua kuna mtu mwingine anaweza kuangalia akasema kwani dhambi ina faida gani? Dhambi kweli hazina faida. Dhambi mwisho wake ni mauti. Lakini kuna watu wengine wanachukulia zile faida, labda anaona anapata raha, anapata hela, anapata nini, anaziona zile kama ni faida. Akifanya hivi mzani wake, anaona faida imezidi kuliko mauti. Yaani tuseme faida za duniani, za mwilini, ambazo mwili huu unakimbia kufa, tunakufataga kufa lakini wakati mwingine unaweza ukakuta hata hizo faida za mwilini upati. Ndio hicho tunachokizungumzia, sio kwamba dhambi ina faida. Waga inatamanisha. Ndio maana hata lile tunda lilitamanisha Eva, sema kwa macho lilionekana lafaa kwa chakula. Lilipendeza kwa macho, alafu akaliona linafaa kwa chakula. Umeona acha kabisa. Kama mimi nikipitaga nizione grapes. Napendaga grapes, nikifika nikizikuta kuta zimepangwa hivi. Ambalo si ni nani? Grapes. Yaani hata ukiziweka hapo. Yaani napendaga lazima nitoe kamoja ni testi. Sasa wale wanaouzaga wananishangaaga. Alafu siku moja nimetest, naambia is it clean? You should think about that before you test.
Basi nikakaa kimya tu, nikaona okay, amenijibu kivizuri, lakini Mungu atusaidie. Amina. Basi tunaomba wapendwa, kama bado subscribe, share, like and comment, na Mungu akipenda tutaonana tena wakati mwingine. Amen. Amen.